Ukipata demu anayejiona unafanyaje? Ondoa hofu. Hivi ndio jinsi ambavyo kuua kiburi cha mwanamke. It's always work. Guys, sikieni, wanawake nimechoka komenti zenu kunijia DM mnasema mbona unaongelea tu wanawake, hamuulizi maswali. Mimi huwa najibu maswali. Hili ni swali ndio maana nalijibu sasa. Hivi ndio jinsi ya kuua kiburi cha mwanamke au mwanamke anajisikia. Twende kazi. Angalizo, katika kuua kiburi cha mwanamke kuna matokeo haya mawili. Yote ni positive, kiburi chake kitakuwa. Cha kwanza, unaweza kumpata, au cha pili akaondoka katika maisha yako. Yote hayo, lakini kikubwa tu hakuna kiburi ambacho unakiexperience katika maisha yako. So be aware, na katika hili kuwa ready na kuwa willing yeye kuondoka. Usimzingatie pakubwa. Yani don't give her full attention. Tumeelewana? Yani wewe attention yako inatokana na nidhamu yake. Jinsi ambavyo hata heshimu au hata kuheshimu, jinsi ambavyo utamzingatia. Like that. Umeelewa eh? Kwa kaa sehemu ambao uko value tu. Kama hauko value, sepa. Chengine, kuwa na machaguo mengi. Ongea na wanawake wengine, piga nao story wanawake wengine, wachekeshe, bonga nao. Hivyo, tumeelewana. Kikawaida ipo hivi. Siku zote ukiwa umeweka kipaumbele kwa kitu kimoja, kitakuwa unahisi ndo everything to you. Kwa hiyo the only thing ya kufanya, nenda kwa wengine, ongea nao, piga nao story. Usifanye kuwa chaguo hilo ni moja. Ukiweka chaguo moja ndio maana utakuwa bado anaendelea kujisikia kwa sababu unajua hakuna mtu kama yeye. So don't make her feel special. Umeelewa? Just tell me you are just normal and like other people. So hivyo. Chengine, kuwa na utayari wa kuondoka katika maisha yake. Ipo hivyo. How comes unakaa sehemu ambayo hauko valued? Sehemu ambaye no peace, no happy, nothing funny. Hey bro, unajisikiaje? Una seek attention. Try to wake up. Hapo kwa katika dimbwi baya sana. Kwa utana na mwanamke kama hivyo, kuwa na utayari wa kuondoka katika maisha yake. Kuwa willingly. Bana, hivi ukifanya hivi mimi nitasepa. Like that. Tumeelewana? Kwa kuwa na huo utayari wa kuondoka katika maisha yake. Chengine, acha ku double text, acha ku triple text. Yaani unatuma message 2, message 3 kwa mpigo, unazingua. Ndio maana anaenda kujisikia mpaka sasa hivi. Chengine, acha kuonesha umeguswa na jambo lake la yeye kukuzingatia au kujisikia. Kwa kama amejisikia, just be willing. Okay sawa. Don't react. Hivyo, kwa hiyo ipo kawaida iko hivi. Wanawake hawapendi overtexting, hawapendi. So my comment hapo. Umeiona? Wana comment, wanawaambia ni hatupendi. Kwa mwanamke akiwa anajisikia afu kawa anatuma message nyingi, acha. Na nikwambia sasa usichokijua. Ukituma message na akane demo kujisikia, lazima screenshot ile video, atumia mashoga zake au ataonesha mashoga zake kama unamtaka. Be aware that. Ko acha ku overtext mzee, acha. Hivyo. Chengine, anza kuwa busy. Find stuff ambazo zitakufanya kuwa busy. Umeona that? Fanya vitu ambavyo vitakushughulisha. Umeelewa? Masomo, nini kama unasoma au kama ni kazini, busy. Kuwa busy bro. How comes you become idle? Haya, umeishiwa kufanya haya na mtandaoni kusoma pia umeshindwa. How comes bro? Haya, umeshindwa hata kutafuta watu, ukaanza kumbana nao, piga nao story 2-3. Tumeelewana? Kuwa busy mzee. Ukishakuwa busy hutamzingatia, na usipomzingatia tayari mpaka hapo utakuwa tayari ushaanza sasa unajisikiaje kwa mtu, unaringaje kwa mtu ambaye hana habari na wewe? How comes? Tumeelewana? Kuwa busy mzee. Fanya vitu vya kufanya vishughulishe. Nakuta for example, mimi naekeza muda mwingi sana kutengeneza this kind of content even. Tumeelewana? Hivyo kuwa busy. Chengine, izingatie kwanza wewe. Wewe hapo ndio kitu cha kwanza. Wewe cha kwanza ni furaha yako, wewe ni happiness yako. Kwa unamuongeza mtu ili afanye nini? Alete furaha. Unaipata? Huipati. Sasa unasubiri nini? Utakuwa umuongeza huyo mtu ili upate company. Unaipata? Huipati. So jaribu kujiangalia kwanza wewe. What do you benefit at the moment? Kwa ukishalijua hilo utagundua kwamba how to deal with selected people. Mtu anayejisikia mwache aende kwa watu ambao hajisikii. Tumeelewana? Kwa jiweke kwanza kipaumbele wewe mzee. Unaanzaje eti kutokuwa na furaha eti kisa mtu fulani? How comes bro? Wengine, acha kuwekeza sana vitu vingi kwake. Umeelewa? Sasa mtu anajisikia kwa sababu anaona unawekeza muda
vitu vyako. Eti mwanamke anajisikia acha nimpe zawadi aache. Hey bro, who told you? Wewe umesikia wapi? Wewe umeona wapi? Nakuna sio kweli. Sikia babangu, njoo nikwambie kitu. Mtu ukiona anajisikia acha kuwekeza, useme tu wewe mwanamke fana au mfano mwanamke anajisikia fana kwambia prove me with your wealth. Sawa. Sawa. Tutachekiana. Sikia mwanangu, acha kuwekeza. Ukiona mtu anajisikia acha kuwekeza, haita change chochote. Kama anajisikia hata sababu anajisikia sababu chana unawekeza. Na women always want something which they don't get. Unaelewa? Sasa atachaje kujisikia kati vitu bado unampa zawadi. Sio mpelekea nini? Unampelekea nini? Unakuta shughuli yake unanunua vitu vya gharama. Sio kutoka red amekutoka out huko friend zone bado unaenda kutoa gharama nyingi. Wake up bro, wewe vipi? Hata kutaka sasa akutaki ili weje ili mshukati hivyo vitu kashaanza kuvipata. So acha kuwekeza. Mwisho acha kuwa nice guy. Acha kuwa nice guy. Mimi hapa ni mtu mwema. Mimi hapa mwanamke akikujibu kaa kimya, mwanamke akikutusi kaa kimya. Sawa. Mwanamke akikupigia kofi mkamate mkono mweke pembeni. Wewe nikakwambia nani? Wewe umesikia wapi? Mwanamke mtreat kama queen, mwanamke ni kama malkia. Anajisikia hapo eti mwache aringe sababu ni wa kike. Endelea kuwa nice guy. Bro, najua ni ngumu sana kubadilika katika mtazamo wako. Unaweza kusema watu ndio walivyo siku hizi, maisha yamechange. Life limechange. So life la loyalty in the relationship. Tuko katika one night stay world. Tuko katika tupo katika multi relationship. Nakuta mtu ana mahusiano na watu mpaka 5, 6, huyu anahudumia hichi, anahudumia hichi. Kuna huyu mwingine kazi yake ni kuhudumia, hana anachoambulia. Sasa hebu imagine wewe ndio katika hawa ambao wanahudumia na kuna ambacho unakipata. So bro, stop being nice guy. Hii ndio kwa kumaliza. Hakuna cha kusema mwanamke anakujibu vibaya unacheka. Hakuna, akirusha rusha. Hakuna, akikudisrespect nishawaambia. Jenda nzima ina kunini? Disrespect. Yeah! Let's go!